Eternal Father, I offer you the body and the blood. Asante sana kwa Mwenyezi Mungu ambaye amenipea fursa ya asubuhi hii ya leo. Wapendwa msikilizaji na mtazamaji wangu, nashukuru Mungu sana kwa fursa hii ambayo Bwana ametupea pamoja siku ya leo ili tusikie neno la Bwana. Naomba ya kwamba kabla hatujaendelea tuende katika neno ambayo Bwana anipea siku ya leo, na ni neno la baraka, neno ambayo inaenda kubadilisha maisha ya mtu, neno ambayo inaenda kuinua maisha ya mtu, familia ya mtu, biashara ya mtu, neno ambayo inaenda kukufanya uende katika hatua lingine katika maisha yako. Wacha tusome andiko la Bwana katika kitabu cha Wafalme wa pili 6 kuanzia 1 hadi 6. Andiko inasema hivi: siku moja wanafunzi wa wanabii wakalalamikia Elisha wakisema, mahali hapa tunapokaa ni padogo sana kwetu. Turuhusu tuende Yordani tukate miti ili tujenge mahali patakapo tutosha. Elisha akawajibu, nendeni. Mmoja wao akamwomba akisema, tafadhali uwe radhi uende na watumishi wako. Naye akajibu, nitakwenda. Hivyo akaenda pamoja nao, na walipofika mtoni Yordani wakaanza kukata miti. Mmoja wao alipokuwa anakata miti, shoka lake likachomoka na likianguka majini. Akalia akisema, sasa bwana wangu, nitafanya nini? Shoka hili tuliokuwa tuliazima. Elisha akamuuliza, lilianguka wapi? Mtu huyu akamuonyesha Elisha akakata kijiti na kutupa majini, na hapo hapo shoka likalea juu ya maji. Elisha akamwamuru alichukue, naye akanyosha mkono akachukua. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina iliyo juu ya majina zote, jina la ushindi, jina la baraka, jina la uweza, na kushukuru kwa fursa hii ambayo umenipea ili nikutane pamoja na mtazamaji na wasikilizaji wangu asubuhi hii ya leo. Ninapotumika kama chombo asubuhi ya leo, naomba neema, naomba kibali, naomba hekima, naomba upendo, naomba ushirikiano wa kipekee. Nakataa kila mambo ambayo adui shetani analeta katika ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu ya giza, ya kuchochea ya kwamba neno ambayo Bwana amenipea isifikie msikilizaji na mtazamaji wangu. Naomba Bwana ya kwamba wafunike na wazingire wanaposikia hii neno, katika jina la Yesu nimeomba nikishukuru. Amen. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu asubuhi ya leo, nashukuru Mungu sana ambaye amenikubali nitumike kama chombo ili nikufikishie neno la Bwana ambayo Bwana ananipea asubuhi ya leo. Neno ambayo Bwana alikuwa ananipea asubuhi ya leo ni kwamba mimi nikuambie ya kwamba unaenda katika hatua ingine. Bwana anakupeleka katika hatua ingine katika maisha yako. Bwana anakupeleka katika hatua ingine katika biashara yako. Bwana anakupeleka katika hatua ingine katika familia yako. Bwana anakupeleka katika hatua ingine katika afya yako. Bwana anakupeleka katika hatua ingine katika hali yako ya kiroho. Bwana anakupeleka katika hatua ingine. Haimaanishi ya kwamba hatua ambayo uko ni mbaya, lakini Bwana anajua ya kwamba mahali umefika pia ni kuzuri. Mahali umefika pia ni mahali ambayo inastahili. Lakini Bwana ni Bwana ambaye huwa anapendezwa. Bwana ni Bwana ambaye huwa anafurahia. Bwana ni Bwana ambaye mara mingi ako na mpango mzuri na maisha yetu, na amenituma nikueleze ya kwamba ni wakati wa kuenda katika hatua nyingine. Ni wakati wa kutoka katika mahali uko. Kwa zingine Bwana anapokuona umezunguka hapo sana. Afya yako imezunguka mahali uko sana. Familia yako imekaa sehemu moja kwa siku nyingi. Huduma yako imekaa sehemu moja kwa siku nyingi. Na Bwana ako na nia nzuri. Bwana ako na mpango nzuri. Bwana ako na mpango ambayo anakupangia, sio mpango mbaya. Bwana ako na nia ya kwamba wewe ambayo ni mtumishi wake uende katika hatua nyingine. Na hilo ndio neno ambayo Bwana amenipea asubuhi ya leo, ya kwamba ni wakati wa kuenda to another level. Ni wakati wa kuenda katika hatua nyingine katika maisha yako. Hiyo ndio ujumbe ambayo Bwana amenipea nitumike kama
chombo ya kwamba nikufikishie wewe unayonitazama asubuhi ya leo, wewe ambaye umeamuka asubuhi ya leo, kama umekaa unajiuliza ya kwamba nimekaa katika hii hali kwa siku nyingi, hii hali itaisha siku gani? Hii hali ambayo napitia nitafanyaje? Hali yangu ya kifedha nitafanyaje? Bwana amenituma asubuhi ya leo ya kwamba nikuelekeze ya kwamba wewe mwana wake anakupenda, akona nia nzuri na maisha yako, akona mpango mzuri na maisha yako, anakuwazia mema katika maisha yako, na anapokuwazia mema amenituma kama Musa. Na ndiko inasema ya kwamba kwa Musa alikuwa anaonyesha njia. Mungu alikuwa anatumia Musa kuonyesha Waisraeli njia ya kufuata. Mungu alikuwa anaonyesha Musa jinsi ya Waisraeli wanaweza fika malengo yako. Mungu alikuwa anatumia Musa kuhakikisha kwamba Waisraeli wamefika mahali na stahili wafike. Na mimi leo hii Bwana ananitumia, ameniweka kuwa Musa wako, ya kwamba ni kuonyesha njia. Na andiko inasema ya kwamba na kwa Waisraeli alikuwa anaongea nayo kwa matendo, alikuwa anaongea nayo kwa miujiza, alikuwa anaongea nayo kwa kutenda vitu ambayo wakiona wanasema ya kwamba ni kwa hakika. Na Musa alikuwa anaonyesha Waisraeli njia. Leo hii ninapotumika kama Musa wako, naomba ya kwamba upate kunielewa ya kwamba tumesoma andiko ambayo ni kuhusu wana wa nabii na mtumishi wa Mungu Elisha. Andiko inasema ya kwamba walikuwa wamekaa katika nyumba ambayo ni padogo sana. Nyumba mahali walikuwa wanakaa walikuwa wamefinyika, walikuwa wamekaa mahali ambapo wamefinyika sana, walikuwa wamekaa wanaishi maisha ya kufinywa sana, walikuwa wanaishi maisha ambayo ni ngumu kidogo, walikuwa wanaishi maisha ambayo sio ya uhuru, walikuwa wamefinyika sana. Na leo hii Bwana anapo nituma kama chombo, kama Musa wake, nitumike na nikuonyeshe njia ya kwamba ni kwa jinsi gani mtu anaweza inuka na aende katika kiwango ambayo Bwana anasema. Kwani kwa jinsi gani mtu anaweza inuka na afike malengo yake? Ni kwa jinsi gani mtu anaweza inuka kwa biashara yake? Ni kwa jinsi gani mtu anaweza inuka katika afya yake? Ni kwa jinsi gani mtu anaweza fika katika malengo yake? Nimesema ya kwamba Musa alikuwa anatumika na Mungu. Mungu alikuwa anahakikisha kwamba kila mara ameonyesha Musa njia, lakini kwa Waisraeli alikuwa anakutana nayo kwa matendo, alikuwa anakutana nayo kwa miujiza, alikuwa anatenda vitu ambayo zinaonekana, na walipokuwa wanaona wanasema ya kwamba kwa hakika Bwana ako pamoja nasi. Asubuhi ya leo, msikilizaji na mtazamaji mpendwa, nimekuja nikuambia ya kwamba Bwana ako na nia nzuri, Bwana ako na lengo mzuri, Bwana anakuwazia mema, na ndio kwa sababu amenituma kuwa Musa ya kukuonyesha njia. Mahali ambapo tumesoma, nataka nikuambie mpendwa ya kwamba ni wakati ambapo Bwana anapotutazama, Bwana anapotazama anataka kuhakikisha kwamba tumeenda katika hatua nyingine. Ni nia ya Bwana ya kwamba mimi na wewe tuende katika nia nyingine, katika hatua nyingine. Nia ya Bwana ni kwamba mimi na wewe maisha yetu ibadilike, afya yetu ibadilike, watoto wetu wawe na mabadiliko, jamii yetu iwe na mabadiliko. Na sisi ndio Bwana anataka kututumia ili aonyeshe nguvu zake, ili aonyeshe uwezo wake, ili aonyeshe mamlaka yake. Ndiposa ningekusihi mpendwa ya kwamba uketi chini ili usikie hili neno, ya kwamba uketi chini ili tuende pamoja. Ndiposa mwishowe tutakapoomba, tutaomba tukijua ya kwamba kuna kitu umesikia. Andiko inasema ya kwamba neno la Bwana inakuja, ni imani inakuja kwa kusikia neno la Bwana. Bwana amenipea neno lake asubuhi ya leo ya kwamba tushiriki na wewe. Jambo la kwanza ambayo imefanya hawa watoto wa wanabii ni kwamba ilifika wakati ambapo waliongea peke yao, wakaangalia, wakatazama. Sio Elisha aliongea, lakini watoto wa wanabii ndio wakawa na mtazamo ya kwamba mahali wamefikia, vile wanavyoishi wamefinyika sana, vile wanavyoishi sio mahali ambapo inastahili. Mungu ambayo wanajua na vile wanavyojua ya kwamba Mungu anawawazia mema, vile wanaishi haipendezi Mungu na wamefinyika. Biblia inasema ya kwamba walipokuwa hivyo wakajitokeza. Nimekuja nikuambia asubuhi ya leo ya kwamba ili upate
Ili upate kusonga mbele, lazima uchoke na mahali uko. Lazima ufike mahali ambapo umekuwa na shauku. Lazima ufike mahali ambayo umekuwa na tamaa. Lazima ufike mahali ambapo umekuwa na shauku ya kwamba vile unavyoishi hata wewe hujafurahia. Wapendwa, kuna roho ya kutosheka ambayo imeshika watu wengi. Watu wengi wako na roho ya kwamba yani nimetosheka vile nilivyo. Hiyo ni roho ambayo ulimwengu tunamoishi ndio inaingiza ndani ya watu. Kila mara unapowaza watu walikuwa wanaishi katika hii nyumba, ilikuwa mahali wamefinyika, lakini walinyamaza. Lakini ilifika wakati wakakuwa na roho mpya, wakakuwa na roho ya kwamba, wakakuwa na kiu ya kwamba mahali wako wamefinyika, mahali wako waipepe jina la Bwana utukufu, kwa sababu wamefinyika, kwa sababu ni kidogo. Wapendwa, haiwezekani mtu apige hatua katika maisha yake. Haiwezekani mtu achomoke na asonge mbele. Haiwezekani kama mtu awe na mambo mapya anatenda, mambo ibadilike, mtu asipokuwa na tamaa, mtu asipochomoka, mtu asipofanya uamuzi, mtu asipochoka na hali vile anavyoishi, vile anavyokula, vile anavyovaa, vile anavyotenda mambo yake, mtu huwa anasonga mbele wakati amechoka. Mtu huwa anapiga hatua wakati amechoka na hali yake. Kuna roho ya kutuliza watu ambayo inaambia watu ya kwamba, mpendwa, unaendelea vizuri, mpendwa, vile ulivyo, hata hivyo ndio wazazi wako waliishi. Mpendwa, nimekuja nikuambie ya kwamba wewe sio mzazi wako. Wewe ni wewe, na kuna kusudi ya kuzaliwa. Uko na kusudi ya kukaa katika hiyo familia. Uko na kusudi ya kukaa katika hiyo biashara. Uko na kusudi ya kukaa vile unavyokaa. Bwana anataka kuona kama unaleta mabadiliko. Wewe ni umezaliwa na kusudi. Hiyo kusudi haitatimia usipochoka na hali yako. Biblia inasema ya kwamba watoto wa wanabii wakachoka na kufinyika, ndio wakaenda kwa Elisha. Sio Elisha aliwaendea, wao ndio wakaenda kwa Elisha. Nimekuja nikuambie nini, mpendwa, asubuhi ya leo? Ni vyema ya kwamba kama unataka kuona mkono wa Bwana, nimekuja kama Musa nikuonyeshe njia ya kwamba kama unataka kuona mkono wa Bwana, kama unataka kuona ushindi wa Bwana, kama unataka kuona kama Bwana anafanya kazi ndani yako, ni wakati utachoka na ile hali uko nayo. Ni wakati utachoka na vile unavyoishi. Ni wakati utachoka na vile mambo ilivyo katika afya yako, katika ndoa yako, katika biashara yako, katika familia yako, katika watoto wako. Utakapochoka basi utajua njia. Utakapochoka basi utachukua hatua. Utakapochoka basi utaanza kutenda kitu ambayo Bwana ataingilia na mkono wa Bwana itaonekana. Lakini kabla hujachoka utazidi kuzunguka. Kabla hujachoka utaendelea sako, utazunguka tu, utakuwa tu katika mzunguko hiyo na hakuna kitu itakuwa inafanyika. Asubuhi ya leo nimetumika nikuelekeze, mapendwa, nikuonyeshe njia ya kwamba Bwana anatamani kuona kama unachoka, ya kwamba Bwana anatamani kuona kama hujaridhika. Andiko inasema ya kwamba Jacob alipoenda kwa mjomba yake Laban, alifanya kazi kwa miaka 7, lakini mwishowe akapewa mke ambayo hakufurahia, mke ambayo hakukuwa anafanyia kazi, mke ambayo hakukuwa ameridhika naye. Akapewa Lea, na alikuwa anafanya kazi ya kwamba yeye anataka Rachel. Alikuwa anafanya kazi ili apewe Rachel kama reward kwake, kama tunzo kwake kwa kazi ambayo amefanya. Lakini baada ya kufanya miaka 7 bado hakupewa Rachel, akapewa Lea. Kuna roho ya Lea ambayo wengine wanasema ya kwamba nimefika hapo. Mungu ananituma kama chombo leo hii. Mungu ananituma kama Musa leo hii, ya kwamba nikuelekeze ya kwamba mambo ya kuridhika, kitu ambayo roho yako hajaridhika nayo, wacha usitupe ni yako, lakini wacha kuridhika, wacha kutosheleka ya kwamba mimi vile nilivyo niko sawa. Bwana apendezwi na yule ambayo anatosheleka na kitu ambayo anajilazimisha nayo. Biblia inasema ya kwamba Jakobo akafanya kazi tena, akajitolea. Biblia inasema ya kwamba Jakobo alipopata asubuhi ya kwamba mke ambaye amepewa sio yule ambayo alikuwa anafanyia kazi, asubuhi na mapema alichomoka na akaenda kwa Laban na malalamiko. Akamwambia kwamba mzee, sikiza, sikukuwa nafanyia kazi huyu Lea, nilikuwa nafanyia kazi Rachel, nikafanya kwa bidii, nikifanya nikimaanisha, lakini yule ambayo nimekuwa nikitafuta sio huyu. Laban akambembeleza, akamwambia kwamba kulingana na sheria yetu
mzaliwa wa kwanza ndio lazima aolewe kwanza. Kwa hivyo kama unataka Recho bado ako, anza kazi, na hakuchoka, akaanza kazi. Na Biblia inasema ya kwamba kuongeza miaka ingine 7 ili ifike miaka 14 ndio apate yule ambaye roho yake napenda. Haikukuwa shida. Ghafla binfu akagundua ya kwamba amepata yule ambaye alikuwa anataka. Nimekuja nikuambie ya kwamba kuna kitu ambayo lazima utoke nje. Kama kuna kitu unataka, Mungu anangoja kuona kama umetoka nje. Kama kuna kitu unataka, Mungu anangoja kuona kama umetoka nje. Nimekuja nikuombea asubuhi ya leo ya kwamba kuwa na ufunuo, ya kwamba kuwa na tamaa, ya kwamba kuwa na mawazo tofauti kulingana na vile ulivyo, ndio hali itabadilika, ndio mambo itabadilika, ndio vile mambo iko katika maisha yako itabadilika. Nimekuja nikuambie ya kwamba kuna kazi ya kufanywa, ya kwamba kuna hali ya kuchoka naye. Kama utafika mahali utasema ya kwamba enough is enough, my friend, nimekuja nikuambie ya kwamba hakuna njia. Njia huwa inafunguka kwa wale ambayo wamechoka na hali vile wanavyoishi, kwa wale ambayo wanachoka na vile wamefinyika. Wapendwa, wakati umechoka na umeingia kwa maombi, wakati umechoka na umejitokeza nje, wakati umechoka na umeamua kuinua jina la Bwana, umeamua kuomba Bwana, umeamua kujitokeza kwa bidii, umeamua kufanya kitu ili ionekane ya kwamba hata wewe sio mtu wa kushindwa, ndio utaonekana. Wengine wanasema ya kwamba tumezuiliwa na waganga na wachawi na washirikina. Wengine wanasema ya kwamba hii yetu haiwezekani kwetu, ukijaribu huwa unashindwa. Mimi nimekuja na yule ambayo hata kama kuna madhabahu imeinuliwa kiwango gani, kuna yule ambayo nimeleta. Siongei mambo ya theory, siongei mambo ya mawazo, nimeongea mambo ambayo nimeongozwa na Roho Mtakatifu. Nimekuja nikuambie ya kwamba siongei mambo ya kimwili, siongei mambo ya kawaida. Kama roho yako itatamani kuchoka na hali ambayo uko nayo, na uwe na shauku, uwe na tamaa, uwe na kiu ya kwamba unataka mabadiliko, naongea ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu, kwa neema ya Yesu ambayo akujuu ya kila madhabahu. Kuna majina ya watu ambayo watu wanaogopa, kuna majina ya vitu ambayo watu wanahofia, lakini jina ambayo iko juu ya majina zote ambayo naongea juu yake ni jina la Yesu Kristo. Kama umechoka, kuna jina la Yesu. Wacha uoga, wacha kukaa ya kwamba umeshindwa, kwa sababu kuna jina, kwa sababu kuna jina ambayo ukiita utabaki mshindi, ambayo ukitafuta utaonekana kila mara ya kwamba umebaki mshindi. Sijakuja kwa jina lolote, nimekuja kwa jina la Yesu, jina iliyo juu ya majina zote, jina iliyo juu ya waganga, jina iliyo juu ya wachawi, jina iliyo juu ya washirikina, jina iliyo juu ya kila madhabahu ambayo inaweza kuwa imeinuliwa ya kunyamazisha wewe, ya kutuliza wewe. Kuna madhabahu ambayo imewekwa, ambayo ulimwengu wetu imeweka kutuliza watu, wasiwe watu ambayo wanasonga mbele, wasiwe watu ambayo wametulia na wanasema ya kwamba mimi hiyo hali ambayo napitia ni kawaida kwetu, tulizaliwa hivyo, mababu zetu. Nimeleta Yesu ambayo ni juu ya kila madhabahu ambayo inazanyamazisha wewe. Wapendwa, asubuhi ya leo nimekuletea neno la Bwana ambayo inasema ya kwamba choka na hali yako. Biblia inasema ya kwamba hawa watoto wa wanabii wakachoka na hali yao na wakaamua kusonga mbele. Hata wewe ni wakati wako wa kusonga mbele, hata wewe ni wakati wako wa kupiga hatua, hata wewe ni wakati wako wa kufanya uamuzi tena. Tunataka tunapoingia katika mwaka mpya, mwaka wa 2023, tuone ukuu wa Bwana. Wapendwa, hutaingia hiyo mwaka na uone ukuu wa Bwana kama wewe ni muoga, kama wewe ni mtu ambayo unapotishwa unanyamaza. Andiko inasema katika kitabu cha Samuel wa kwanza 17 ya kwamba wakati Daudi na Goliath walikuwa timu ya Goliath walikuwa wamejitokeza kunyamazisha Waisraeli, Daudi akajitokeza na akawaambia vizuri ya kwamba kuna mpaka inawekwa. Asubuhi ya leo nimekuja nikuambie ya kwamba jambo ambayo shetani anaogopa ni kama utatoa macho yako, kama utaweka ukali, kama utaonyesha utamchorea mpaka vile Daudi aliwachorea, akawaambia kwamba wacheni kucheza na Waisraeli, nyinyi watu
ambaye hamjatairiwa, nyinyi watu ambaye hamna agano pamoja na Mungu. Mpendwa, uko na agano na Mungu, uko na covenant na Bwana, uko na agano na Mungu. Wacha uoga ndio uone mkono wa Bwana. Daudi akachora laini. Daudi akasema ya kwamba sio wakati wa kucheka, sio wakati wa kucheka na ugonjwa wako, sio wakati wa kucheka na umaskini wako, sio wakati wa kucheka na mateso ya kindoa, sio wakati wa kucheka na vita ambayo unakutana naye, sio wakati wa kucheka na kushindwa kwa biashara, sio wakati wa kucheka na vitu ambayo zimekulemea. Daudi akachora laini, akasema ya kwamba Wafilistia kando hiyo, Waisraeli kando hii hawatavuka hiyo mpaka. Wacha nikuambie ya kwamba yule umebeba ni mkuu. Yesu ambaye naongea juu yake ni mshindi. Kama utachoria adui yako mpaka, na kuhakikishia ya kwamba hawatavuka, kwa sababu wanaelewa yule umebeba ni nani. Kwa sababu ya uoga, nimekuja nikuambie ni wakati wa kuamua, ni wakati wa kusema enough is enough. Kwa sababu ya hali unapitia, unasema ya kwamba imetosha. Hapo umefika, umevuka mpaka. Shetani akiona ya kwamba umebadilisha macho, umegeuka, umekuwa mkali, umeonjitoa ukali wako, sio ile ya kuzaliwa, ukali ya uokovu, ukali ya Yesu Kristo, umeonyesha kwamba mpaka haitavukwa, atanyamaza. Nimekuja nikuambie ni hiyo unaweza fanyika tu kama umechoka na hali yako na uko tayari. Andiko inasema ya kwamba hawa walikuwa tayari kuenda, walikuwa tayari kulipa gharama, walikuwa tayari kuomba, walikuwa tayari. Biblia inasema ya kwamba, wacha nikuambie my friend, kila mavazi ambayo umevaa iko na bei yake. Kila chakula unayokula iko na bei yake. Kila nyumba unayoishi iko na bei yake. Kila gari unayoendesha, wewe anayeendesha gari, iko na bei yake. Kila biashara unayoendesha iko na bei yake. Na kwamba hawa watu, hiyo bei lazima ulipe gharama. Nimemaanisha nini? Watu wanaogopa kulipa gharama. Watu wameogopa. Hawa watoto wa wanabii siku yote walikuwa wamefinyika. Siku yote sio ya kwamba hawakujua. Walijua ya kwamba hiyo nyumba ni padogo na hawawezi wamekaa ndani. Kwa sababu gani? Wameogopa kulipa gharama, wameogopa kunyenyekea, wanaogopa kuomba Mungu, wanaogopa kuonyesha utakatifu, wanaogopa hiyo. Na anytime ambayo umeogopa kulipa gharama, hakuna kitu inaweza patikana. Kila kitu iko na bei yake. Kila kitu unayofanya, hata kukuwa na watoto wazuri, iko na bei ya kulipa, iko na gharama yake. Nimekuja nikuambie nini? Wakati hao watoto wa wanabii walikataa kulipa gharama, hawakuona mkono wa Bwana, hawakuona ushindi wa Bwana, hawakuona baraka ya Bwana. Nimekuja nikuambie ya kwamba njia ya kipekee ya kuona mkono wa Bwana, ya kuona ushindi wa Bwana, ya kuona baraka ya Bwana ni kukubali kulipa gharama, ni kukubali kuenda kwa magoti, ni kukubali kulilia Bwana, ni kukubali kuita Bwana, ni kukataa dhambi na kusonga mbele ya Bwana. Hawa watoto wa wanabii kwanza walikataa, walishindwa, walilemewa kulipa gharama, na wakaishi maisha ambayo ni ya chini, wakaishi maisha ya kufinyika. Lakini wakati walijitokeza kutoka nje, walikubali kulipa gharama. Hata wewe na kualika leo katika meza ya Bwana, meza ya kulipa gharama, meza ya maombi, meza ya kuamua ya kwamba liwe liwalo, nataka kuona kitu kizuri. Nimekuambia mpendwa ya kwamba kila kitu katika maisha iko na price tag yake ambayo lazima ulipe. Ili uwe na kitu kizuri, lazima ukubali kulipa gharama. Andiko inasema vizuri, wakajitokeza, wakatoka nje. Hata wewe na kualika ya kwamba utoke nje. Hata wewe na kualika ya kwamba jitokeza. Hata wewe na kualika ya kwamba utoke nje, ndio uone ukoo wa Bwana, ndio uone uweza wa Bwana, ndio uone ushindi wa Bwana, ndio uone. Wachana na mambo ambayo ina ya siasa, wachana na mambo ambayo haiwezi leta kitu. Vitu haitendeki tu mpendwa, vitu huwa inatendeka kama mtu amejitokeza. Vitu huwa inatendeka kama mtu amesimama kwenye pengo. Vitu huwa inatendeka kama mtu amejitokeza. Bwana ananiambia niongee na wewe mtoto wa Bwana ya kwamba wewe ni mtoto ambayo anampenda, lakini jitokeza. Umejificha, umekaa kando, hutaki uonekane. Jitokeza. Vile hawa wana wa nabii wakajitokeza, ndio wakaona mkono wa Bwana. Watu wako na excuses, lakini Bwana ananiambia nikuambie, wacha excuses, wacha complaints. Hawa walikuwa wanataka kwenda na hawakuwa na shoka,
Andiko inasema ya kwamba shoka waliokuwa nayo wakaenda wakaomba. Hata wewe uko na uwezo. Najua ya kwamba watu wako na visababu. Watu wanasema ya kwamba mimi sina hii, mimi sina hii. Wacha nikuambie, Bwana anakuambia nikuambie ya kwamba ili utoke mahali uko, wacha visababu, wacha kulalamika, wacha kuleta vitu ya kujificha naye, wacha kujificha, jitokeza. Andiko inasema ya kwamba hata ile shoka waliotoa kuwa wametumia walienda kuzima kwa mtu, kuomba mtu. Haikukuwa yao. Kuna uwezekano mpendwa ya kwamba kama unataka kuinuka, hata kama ni biashara, enda ukopeshe. Hata kama ni muda, wacha tumika. Watu wako na excuses, watu wako na visababu. Bwana hapendi visababu. Kila mara unapokuwa na visababu, hutaona mkono wa Bwana. Kila mara unapokuwa na visababu, hutaona uweza wa Bwana. Kila mara unapokuwa na visababu, hutaona ushindi wa Bwana. Wacha Bwana akungoje. Anangoja kuona anayejitokeza, anangoja kuona anayejitokeza, anangoja kuona yule amejitokeza. Hata kama anakopesha, hata kama ako njaa, hata kama anaenda anaomba anafunga, hata kama amelemewa. Wacha nikuambie, kuna vitu nyingi unaweza fanya, lakini zingine huna rasilimali ya kutumia, huna resources ya kutumia. Lakini Bwana wa majeshi atakushika mikono kwa sababu umejitokeza. Sio mambo ya excuses, sio mambo ya excuses. Na kuamini Bwana wa majeshi, andiko akasema ya kwamba wakasema enda nasi. Mpendwa, uwepo wa Bwana itafanya uwe mshindi. Uwepo wa Bwana, Bwana akiwa na wewe, Bwana akiwa na wewe, akiona unataka, akiona unahitaji, atajitokeza. Na andiko inasema ya kwamba wakati hiyo shoka ilianguka, andiko inasema vizuri ya kwamba uwepo wa Elisha mahala pale ikafanya akapata. Nataka niombe na wewe ambayo uko tayari, wewe ambayo umesema nimefika mwisho, wewe ambayo umechoka na hali yako, wewe ambayo uko tayari kulipa gharama, wewe ambayo umekataa kulalamika, wewe ambayo umekataa excuses. Nataka niombe na wewe. Mahali uko, shika tu TV yako. Mahali uko, piga tu magoti chini. Mahali uko, piga tu, inama tu chini, kwa ishara ya kwamba umejisalimisha mbele ya Bwana. Unataka kupiga hatua tena. Umechoka na hali ya maisha yako, umechoka na ndoa yako, umechoka na biashara yako, umechoka na hali ambayo uko. Nataka tu pige magoti chini. Amini tu Bwana, mimi ni chombo tu, mimi ni Musa tu, na kuna yule ambaye amenituma. Huyo ndio akona judgment, huyo ndio akona uamuzi. Nataka tuombe na wewe mpendwa, katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, Alpha and Omega, huyo ambayo ameshika TV, huyo ambayo amepiga magoti, huyo ambayo ameinama kwa sababu ya kusikia neno ambao umenipea ya kwamba ni wakati wa kuenda mbele. Bwana, na kabidhi mkononi mwako. Wewe unayejua kushika watu wako, Bwana umshike, umtie nguvu. Baba, kufanya uamuzi ni ngumu, lakini ukiwa ndani yake atafanya uamuzi wa kusonga mbele. Ukiwa ndani yake atakuwa tayari kulipa gharama. Ukiwa ndani yake Bwana atawacha malalamiko. Ukiwa ndani yake utashikana na yeye, atatafuta wewe kila mara uandamane na yeye. Ukiwa ndani yake Bwana, changamoto zitakuja, lakini kwa sababu ya uwepo wako hizo changamoto haitamzuia. Naomba ya kwamba Bwana umsaidie, umshike mikono anapotoka kwa magoti, anapotoka mahali yako vile amekusikiza. Wacha mapenzi yako yatimie, wacha ushindi wako yatimie, wacha jibu Bwana ionekane. Naamini ya kwamba Bwana unaenda kutenda. Wacha atoke na ushuhuda, kwa sababu wewe ni Bwana. Katika jina la Yesu tumeomba, amen. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, nashukuru Bwana sana asubuhi ya leo. Aliyekuwa anatumika leo kama chombo ni mtumishi wa Mungu Mchungaji Leonard Omondi wa God of Eternity Church, ambayo inapatikana Dandora Phase 4 nyuma ya Career Supermarket. Namba yangu ni 0722 115714, 0722 115714, ama 0733 736040, 0733 736040. Namba yangu iko hapa kwa screen. Naomba ya kwamba uchukue simu, piga ili tuombe na wewe, ili ukuje kanisani, ili pia ni kuonyeshe yale ambayo na hatuwezi ongea kwa sababu ya muda. Mungu akubariki, Mungu akuinue na familia na jamii yako kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Tukutane next week. Shalom, shalom, shalom. Eternal Father, I offer
offer you the body and